Umejitayarisha Friday, umefua manguo zako, watu wengi wanafua hiyo siku. Sio hivyo Friday. Sema ni time yenye mvua inakaa tu inanyesha kunyesha mfululizo. Sababu haijaisha, nguo hazijakauka. Unafaa kwani? Unafaa kuanua kitu siku ya kuanua ni kazi. Kama kuanua ni kazi ufai kufanya kazi. Na haya aje zinyeshe. Jua kama kuanua ni kazi ufai kufanya hiyo kazi. So hawa ufanya aje? Unaweza toka kwa hiyo situation. Nguo itanyesha kumeanza kunyesha. Anua nguo. Si kuna si ni kazi. Ni kazi kama ni kazi kufanya. Kama ni kazi kufanya. Wewe ufanye nini kuweza kunyesha nguo zitakauka. Nyingine ni uniform. Sasa nikiwa primary nilipelekwa shule ya boarding. Na hiyo shule ya boarding ni ya Catholic. It's a Catholic sponsored school. Haya. Hiyo Catholic tulikuwa tunaimba wimbo ya Catholic. Ilikuwa inaimba hivi. Nilifurahi waliponiambia na twende, nilifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana, twende nyumbani mwa Bwana, twende nyumbani mwa Bwana, twende nyumbani mwa Bwana. Tunasikia msikia hiyo? Jessica? Hiyo wimbo wanaquote maandiko ya Daudi. Yeye alisema anafurahi kufanya nini? Waliponiambia twendeni nyumbani mwa Bwana. Okay, sasa tutaendelea kuongelelea hapo. Maswali zetu tutatokana na hiyo kasab topic yenye nimeanza nayo. Kwanza tusalimiane, tuwasalimie watu wenye wamekuwa wakifuatilia na wenye wamekuwa wakipendezwa na zile video zimekuwa tukiwa na conversation hapa na pale. Ndio. Na hope mko salama, mko na amani. Ndio. Dhayo na Kiswahili unafaa kusema nini? Ni amani. Jisipende kutumia shalom juu sije. Amani na ni shalom ni ya Kiyahudi. Shalom ni ya Kiyahudi. Sasa mtu anaweza sema amani. Unajua by the way. Unaona ile kitu yenye mtu huwa anasema? Unajua utasimama usemange kwa nini unasemanga hizo maneno? Na hizo ni maneno ya Yesu pia alirudia maneno. So useme the reason behind. So ukisema kitu you have to know the reason behind why you say those things. If kuna mtu huwa ananiambia yeye anapenda kusema amen. Amen. Na ukimuuliza amen ni nini atakwambia hivyo ni kusema kuwe hivyo. It be so. And so be it. Sasa swali inakujaga ukimuuliza kwa nini kama so be it ni verb. Kwa nini amen iko na capital letter? Unaiona amen imeandikwa na small letter? By the way sijaiona hata kwa mabaibu. Kwani amen ni noun? No, it's a verb. It's a verb, it's a doing word. Na kwa nini kiandiko yote lazima iandikwe na capitalize na ikue na haijawahi change? Yaani tuseme jina la Mwokozi kwa Kiebrania alikuwa anaitwa Yehoshua. Hiyo ilibadilishwa ikaandikwa Yesu. Lakini amen ilibadilishwa. Yaani kwa hizo majina zote mimi nataka mtu so amen it's a what it's in language gani? Katika Kiebrania amen huwa inaitwa amein. Unaona? Yaani kwa Kikuyu tunasema ni kwamukiria undu. Amein. Na nikutuike guo. So that's the original pronunciation ya hiyo jina amein kule kwa Kiebrania. Kwa Kiebrania. Tuseme kwa sababu ya vile hiyo jina inagwarana na jina amen ndio imeandikwa hapo, lakini swali ni hii
Mimi nataka mtu ajiulize kwa sababu wakati Muumba alikuwa amesema maybe hii itakuwa topic ya time nyingine, ni vile imekuja saa hii kwa sababu ya imekuja tu hivyo. Huwa Muumba alikuwa amesema jina lake halifai kukuwa likitajwa pamoja na jina la miungu mingine yoyote. Kwa hivyo ile wakati unataja jina la Muumba hufai kulitajanisha na jina lingine lolote. Exodus 23 hiyo ni kama ni prostitution, ni ile umaraya yenye umaraya. Wakati tunasema umaraya kuna umaraya ya kidini, si ndivyo? Kuna umaraya ya kidini yenye watu wana opt kuwa na miungu mingine then wanachanganya. And in most cases unapata dini mingi ziko hivyo, zimechanganya Mungu na mavitu zingine. Unapata wanasema ni Mungu, wanataja Mungu ndio, lakini kuna michongo kanisani. So vitu kama hizo tunataka kumaanisha. Sasa iko hivi, ikasema hivi Exodus 23:13 nasema listen to everything that I the Lord have said to you. Do not pray to other gods. Do not even mention their names. Yani wakati unahutubia Muumba ufai kulitajanisha, nilikuwa nafaa kusoma ya Kiswahili, ufai kulitajanisha jina la Muumba na jina la miungu mingine hapo katikati. Unajua wakati mtu anaomba, wakati unaomba uko privately, unaomba alafu unasema amen. Yesu alikuwa amesema 12 Matthew verse 36, you can be sure that on judgment day everyone will have to give account of every useless word he has ever spoken. Hiyo ni verse gani? Matthew 12:36. Matthew 12:36. Your words will be used to judge you, to declare you either innocent or guilty. Wewe kama kwa lugha yenu kama kusema Muumba na iwe hivyo, unaongea Kiswahili, useme hivyo. Kama akikoro ni kwambukirio uramukirio ndo na Gikuyu ndukiuge na nigutweke guo, kwa sababu uko na clear account. Hivyo ni kusema aje? Lakini kuna majina utakuja kuulizwa sababu yake, utasema mimi nilikuwa nimeambiwa hivyo, lakini utakuja uambiwe au ku take time ya ku find the reason behind it. So you are somehow lazy ama ignorant. Hii kitu tu hii topic imeingilia hapa kwa sababu leo tunaongea kuhusu amri ya 4, si ndio? Tunaendelea amri ya 4 ya part 2. Hivyo vile wewe unafanyaka, unajua tupatiana sababu ya kwa nini unafanyanga hivyo. Hivyo vile unasemanga wewe unaenda kumtumikia Muumba. Na kusema niliambiwa is not a reason enough. Hakuna. Niliambiwa hivyo. Unajua mambo yote kuwa yanapimwa na instructions za Muumba. Muumba alikuwa ameambiana aje. Kwa hivyo hiyo ndio tunaweza simamisha eti useme yule ambaye aliniumba aliniachia, ameniambia hiki. Swali ni uliumbwa na pasta wenu? Hata yeye aliumbwa, hata mwenyewe anajua kwenye nilitoka. Good. Umesema vizuri. Na mimi lakini mimi sina pasta, ni yule mwenye unasema. Mwenye ako na pasta. Yeye anafaa kwenda ajiulize huyo mwenye aliyamwambia information, kama alikuwa amemwambia hivyo ndio asema. Unajua hakuna mhubiri anatumiaga gazeti. Wengi wanatumianga Biblia na wanaongezea mambo yao nyingi hapo, inakuwa nyingi. Na stories za life experience. Unajua siku hizi watu wamekuwa kilana na vitu ambazo ni ziko natural than kitu nyingine. Kwa hivyo mambo ya natural, yani mambo yenye yanafanyika katika ulimwengu, account ya vile watu wana behave, hiyo ndio imekuwa ikitake
ikiwa kama catalog sana sana wakati watu wanaongeleshwa pale kwa kusanyiko. Anyway, ilikuwa tu by the way ndio uendelee mahali tulikuwa tumefika. Ndio. Nilikuwa tunataka kusema. Sasa ndio nimependa kutumia maneno yenye ninaelewa. Sijui. That's why unaona unaniambia shalom inanyamaza. Juu sijui ni kilugha gani, but naendelea tu kulearn, naendelea tu understand. But ndio nilikuwa nasema mimi napenda kutumia jina amani, juu naelewa amani ni nini. Na amani ndio yenye Yesu alikuwa anatuachia, na alikuwa anaachia wafuasi wake. Ndio. Na ndio pia mtu yote mwenye anaweza kutimiza neno lake Muumba, awe na amani mahali penye yako, familia yake. Na amani tunasema ni kila kitu. Afya. Kama tutaongelea kuhusu amani sana. Unajua? It's a very wide topic about amani na inahusu nini. Muumba na nini alikuwa anatafuta kwa amani. Kwani Yesu hakutuachia mabilioni na utajiri, amani. Okay, sawa, hiyo tutaongelea kwa topic, lakini ni Muumba tu ndio yeye hufanya hayo mambo ya kwa kienezwa. Kwa wale watu ambao watakaa kwa uadilifu wa amri zake. Ndio huwa anasema hao ndio watapata amani. Kwa hivyo hata Yesu akikuja akisema hivyo, alikuwa anasisitiza mambo ambayo alikuwa ametoka kwa Muumba, lakini tutaongelea hiyo mambo. Ndio sasa tulikuwa tunaongea kuhusu the fourth commandment, na ikawa ni refu sana wenye hatungeweza kumalizia. Tulikuwa tunasema uko na personal story ya kuelezea kwa nini watu wa sheria wanafaa walikuwa wanajitenga, na wasemekana wanajitenga. Hiyo utatiweleza hapo. Ndio. So kwa on the basis of resting, na pia tukasema utatajia siku 7, siku zieleza zote kwa kikamilifu. Hizo saba usiseme hivi, hii na hii iko hivi, na hii nafaa tufanye hivi, just that. Hata ufai kusema mambo mingi. But before then kuna Sabbath. Na tukasema Sabbath ni siku ya 7. Kwanza ukasema hivi, mtu alifaa ajitagulie, ateue siku moja kati ya siku hizo 7 yenye anafaa itenge, yenye ya kufanya nini, ya kupumzika, kurest. Na tukasema nini unafaa kupumzika. Tukasema mambo ya pressure, mambo ya kuwasha moto, mambo kama hayo, si ndivyo? Na kufanya kazi za kawaida, na sio kazi ya husiana kuokoa maisha. Kama ni unaokoa maisha, hiyo ni na haufai kukanja, haufai ati unafaa kufast. So mtu asimistake Sabbath na kukanja, juu watu wasema kwa nini mnakula ni Sabbath? Sabbath watu hawafai kukanja. Ndivyo tulisema kwa hiyo video nyingine, si ndivyo? Ndio. Haya, pia tukasema kuhusu kwa hiyo hali ya kuwa njaa, ukuwa na njaa, uone tunda, uchune. Hiyo sio kuharvest. Harvesting ndio illegal. Ukichuna ule hauna shida, si ndivyo? So on the basis of resting, tuliachia mahali very crucial kuhusiana na kurest na kwenda kanisani. Na sasa nikiuliza kuendeleza hapo, hii story ya kwenda kanisani ya kuungana ilitoka aje? Na ni nani alisema watu wanaungana? Na wanaungana kwa nini? Na nani afaa kuungana? Hii sasa twende hiyo part nyingine. Na kwa sababu kanisa is not the one of the basis, pale mwanzo nilikuwa nimeiba kawibu. Bahali Daudi anasema alifurahi sana alipoambiwa ile nyumbani mwa Bwana. Alikuwa na nyumbani mwa Bwana, mtu alikuwa anaenda lini? Hii nyumbani mwa Bwana ni wapi? Vitu kama hizo. Haya. Nitaanzia na kusema nakumbuka tukionyeshana hisa, tulikuwa tukijaribu kuonyeshana hiyo wakati ilikuanga saa 1 inaelekea, na jua alikuwa limetua, kwa sababu wakati tuliendelea video ikakatika, ndio wakati jua ilitua. Na kwa hivyo tulikuwa tunaelezeana vizuri, Sabatu huwa inaanzia jua, yani jua likitua mpaka litue tena ili siku iishe. Ndio siku moja, ndio huwa inaisha. Kwa hivyo ukitafuta siku ya kupumzika kwa Muumba,
ni wakati utakuwa unaona jua ikitua, uanzie kupumzika kwako. Jua inatua ipande, uanzie kupumzika kwako hiyo wakati. Ukae usiku yote, ukae mchana yote, mpaka jua tena itue. Hiyo ndio inakuwa siku kulingana na maumbile ya Muumba. Hivyo ndio siku inahesabikwa. Kwa hivyo siku huwa inakuwa na wakati wa usiku ambao ni mzima, si nusu. Usiku mzima na mchana mzima. Wenye waligawanisha time, lazima iwe 24 hours na si 12 hours. Lazima iwe 24 hours kulingana na venye watu wenye walifanya hesabu wakagawanisha sijui venye walitumia hesabu gani. So lazima itimie hiyo kiwango ya masaa 24. Vile kulingana vile waligawanisha. Lakini pia kulingana na maumbile ya Muumba. Unaona jua ikitua pale, mpaka wakati itatua tena, itamaliza tu 24 hours kulingana na the natural order ya Mungu. Hata ikiwa kuna wakati usiku inakuwa refu, ama kuna wakati mchana inakuwa refu, kulingana vile tulikuwa tunaelezea, kulingana vile jua inatembea, bado itamaliza hiyo wakati. Itamaliza hiyo wakati. Kwa hivyo wakati usiku ni mrefu, mchana inakuwa fupi. Unaona? Hivyo. Haya. Tunarudi pale katika swali ya siku ya leo. Sabato ya Muumba katika amri ya 4 ni ya kupumzika, kama vile tulikuwa tumeanzia kusema. Kwa hivyo ni unawacha kazi zako zote za aina yoyote, unapumzika. Yesu akiongea na watumishi wake, alikuwa amewaachia neno ambalo linasema katika Mathayo 7 mstari wa 24. Matthew 7:28. Na kabla hata tufike hapo, kwa sababu 24 inaelezea kuhusu ni wapi hapo. Kwa hivyo ni Mathayo 16 mstari wa 18, ambapo Yesu alimwambia Simoni Petro eti kuna wakati atalijenga kanisa lake, unaona, juu ya jiwe. In this rock I will build my church, my temple. Tusome hiyo na Kiswahili ndio tuendelee kufuatafuata. So ni Yesu alikuwa anaambia Simon, nataka alikuwa anamwambia mtu, walikuwa wote hapo. So alikuwa akiwaongelesha haya maneno, akawaambia juu ya jiwe atalijenga kanisa lake. Na ni Yesu huwa anajenga kanisa ya. Unajua watu wengi ambao wako katika kanisa wao husema ni washirika wa Yesu, si ndio? Mstari wa 18. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu, juu ya mwamba nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Yesu wakati alikuwa akitumwa hapa duniani, kulikuwa na ulegevu mwingi katika the temple. Na hiyo ulegevu ilikuwa imeanzia kutoka mwanzo, manabii wakisema. Kwa sababu manabii walikuwa wameshaona vile hekalu ya Muumba, hekalu kulingana na vile Muumba hekalu yake ilikuwa ikijengwa, ilikuwa imewekwa unajisi. Kwa hivyo Yesu akitumwa, anakuja aweze kuweka watu wako pamoja, ndio waweze kukuwa na ibada ile ambayo ni kamilifu. Ndio maana Yesu akipata wafuasi wake, wakati anawaambia waombe, kitambo watu walikuwa wanaenda wanaomba katika hekalu, unajua hivyo. Lakini Yesu akiwaambia watu kuhusu kuomba, anawaambia nyinyi msifanye kama wanafiki, kwa sababu wanafiki huwa wanaenda kuomba mbele ya watu,
lakini ndio Mungu aweze kuwasikia. Sasa endeni mjifungie nyumbani kwenu, hapo kwa chumba chako cha ndani, ufunge mlango, usali mbele ya baba yako na baba yako atakujibu. Kwa hivyo Yesu anatenganisha watu waachane na unafiki ambao utakaojaa katika duniani. Yesu akisema eti kwa wakati unajua hii maneno haikuanzia kuharibika ati juzi. Ilianzia kuharibika kitambo. Na ndio ujue ilianzia kuharibika kitambo. Angalia hekalu vile ilivyokuwa wakati Yesu alipokuja. Hiyo hekalu ilikuwa imeshaanzia kutiwa unajisi, na ilianzia na mpaka wakati wa Yeremia. Tukisoma unabii tuone vile wote, in fact mpaka Isaia, mpaka Ezekiel anasema kuhusu the temple of the Lord vile imekuwa. Kwa hiyo wakati watu wameanzia kufanya zile mambo mabaya zaidi, na yale mabaya zaidi wanaifanyia pale katika hekalu. Abu acha turudi hapa tu dakika moja. Yeremia akiongea kuhusu wale watu ambao huwa wanasema eti hii ni hekalu ya Mungu na mimi niko safe. Yeye husema maneno mengine tofauti. Sauti ya Muumba ikamjia Yeremia katika Yeremia 7 mstari wa, tunajibu swali kwa nini watu wanaenda kanisa. Yeremia 7, acha nianzie hapa tu mwanzo niteremke. Neno hilo ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Muumba kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana. Unaona? Ukatangaze hapo neno hili ukisema, sikilizeni neno la Bwana nyinyi watu wa Yuda mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana. Ati watu wa Yuda nyinyi ati sasa mnaenda pale kanisani kumwabudu Bwana. Sikizeni mambo Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha nyinyi mahali hapa. Unaona na waona eti mtengeneze. Unajua mtu anafaa kuangalia keyword. Tengenezeni njia zenu na matendo yenu ndio niweze kuwakalisha mahali hapa. Mstari wa 4 inasema hivi, msitumainie maneno ya uongo mkisema, hekalu ya Bwana, hekalu ya Bwana, hekalu ya Bwana, hekalu la Bwana ndiyo haya. Sikia, ati watu, Yeremia anasema hivi. Muumba anaongea na Yeremia akimwambia watu wamekuwa wakisema maneno ya uongo, wakisema ati hekalu ya Mungu, hekalu ya Mungu, hekalu ya Mungu. Ati the church is for the Lord, the church is for the Lord. Muumba anawaambia hiyo ni maneno ya uongo. Sini hapo tumesoma msitumainia maneno ya uongo mkisema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana. Sai ukiweza uliza watu wote ambao huwa wanaenda kukutana katika kanisa, wanasemanga hekalu ni ya nani? Ya Bwana. Unajua Muumba akituma Yeremia na maneno haya, kuna kitu anataka kusomesha watu ambao ni Wayuda ambao, na ukisikia Yuda ikitajwa mahali unakumbuka maneno ya ufalme. Ujue ni neno linakuja wakati ufalme unakuja kuingia. Ukisikia Yerusalemu kuna maneno mengine tofauti. Ukisikia Israeli katika unabii, unabii unishike, kuna neno lingine tofauti ambalo linamaanisha na jina gani hilo. Sasa katika Yuda ni agano la milele ambalo Muumba alikuwa amepatia watu wake. Sasa anatumana akisema watu waache kubakia na yale maneno ya uongo ya kusema ati hii hekalu ni ya Mungu, hekalu ni ya Muumba. Maana kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu, kama mkihukumu kwa haki kati ya mtu na jirani yake,
yani hapa anapeana maelezo ambayo yenye unafaa kufuatia. Unajua si lazima ati ukue unaenda katika kanisa ndio uweze kufanya kitu ya haki. Unajua hivyo? Si lazima ati unaenda hekalu ati ndio useme eti sasa ndio nitaweza fanya kitu ya haki. Kitu ya haki unaifanya mahali huko. Unaona? Kwa hivyo watu walipelekezea kwenda kanisa, kwenda katika hekalu, lakini mambo ya haki waifanya. So wakaweka kwenda kanisani kama priority, kama the first priority. Na ndio maana saa hii hekalu ni udajisi umejaa huko. Mtu yoyote akitaka kufanya biashara ya kufungua kanisa na anaanzia kufanya biashara yake, anaanzia kumhubiri Muumba kivingine, kwa sababu vile Muumba alikuwa amesema sivyo anahubiri. Sasa mtu innocent mtoto mama ameona wacha huyu mtoto ni muokoe na upotovu ambao uko katika ulimwengu. Anaona vizuri, wacha nimpeleke kanisa. Anaona wacha nipeleke kanisa ya Sunday, nyingine ni ya Sabato, nyingine anasema wacha nimpeleke msikiti. Lakini matendo ambayo hawa watu wako huko wanafanya ni ya biashara yao ya kujitajirisha na mambo yao. Unaona? Na ndio maana msingi wa amri ya Mungu ya 4 ilikuwa imesema siku ya Sabato ni kupumzika. Lakini wakati watu waliona wanaweza fanya biashara na neno la Mungu, waliweka kwenda kanisa as a priority. Ndio priority. Sikia. Katika amri za Mungu mambo ya kukutana ama kusanyiko takatifu. Nikisema kusanyiko takatifu, kuna mambo ambayo yanafaa kufuatwa before mkutani. Wacha kwanza tuanzie na jambo la kwanza. Jambo la kwanza ni ujue Sabato ni ya kupumzika. Kwa hivyo utakaso ambao unapelekana na kupumzika unafaa kuwa umekamilika ndio uweze kupatana katika kusanyiko takatifu. Kwa hivyo uwezi uenda kukusanyika alafu tutakupata jioni ukienda hiyo dakika zingine ukienda kununua kitu pale. Sababu katika Sabato ya Bwana hakuna kununua na hakuna kuuza. Before tuendelee hapo, unajua katika Revelation ilikuwa imeandikwa ile alama ya ule mwovu ambayo ni 666 itawekwa watu katika mkono wao wa kulia na katika nyuso zao. Na yule ambaye hata wekwa hiyo alama hataweza kununua na Unajua hivyo ndio ilikuwa imeandikwa. Inasema hivyo. Unajua watu wamekuwa kigoja wawekwe alama ndio yani waone alama ikiekano huko nje. Unaenda unaweka na kama mashini mkono chap, ndio watu wakatae. Alafu sasa kukue na shida nyingi duniani eti sasa watu watakuwa wakinunua na akiuza. Unaona mtu mwenye akona alama ya Mungu haizi uza ama anunue siku ya Sabato. So basically nikijaribu kuelewa kidogo, basically hiyo 666 ilikuwa inafaa tu kutoa Sabbath ikamilike. Unaona hiyo 666 ikishatoa Sabbath hivi iliruhusu watu wanunue na wauze siku ya Sabbath. Already watu wameshawekwa namba. Exactly. Unapata yule mtu mwenye anaweza kununua siku ya Sabbath na kuuza ni mtu ambaye ameweka hiyo namba ya ule muo. Na hiyo usipokuwa na hiyo namba hakuna venye unaweza. Huwezi uza ubaya ama utanunua aje siku ya Sabato na Mungu alikuwa amekataza. Hebu sikia. Mungu akisema usikule nguruwe. Yule mtu wa Mungu haizi nunua nguruwe na haizi uza, kwa sababu pia katika amri imesema usiguze mzoga wa huyo mnyama najisi.
Kwa hivyo hawezi enda kushikania na nguruwe hapo. Eti na ni mzoga huyo wa mnyama huyo ambaye amekufa. Unaona? So ule mtu ambaye hana namba, ule mtu ambaye ako na namba ya Mungu, hawezi nunua nguruwe, na hawezi uza. Na mwenye ako na namba, si yeye ndiye amefungua Pork City. Yeye ndiye amefungua pork choma. Anauza pia siku ya Sabato canned pork sausage. Tafadhali usingoje uwekwe namba. Dunia yote ilikuwa imeshawekwa namba ya huyo mnyama. Na ndio maana watu wote walikuwa wamejipata katika kukeuka sheria za Mungu. Mtu anafanya ile kitu yenye anataka siku ya Sabato. Mtu unafanya hivyo kwa sababu already uko na hiyo namba. Yohana alikuwa anaona msororo ya watu ambao walikuwa wanatoka katika mnyama huyo na hiyo namba yake. Wakitoka kwa sababu wakati ufalme wa giza ulikuja, ulimeza kila mtu, akaweza kuwa amewekwa namba ya ibilisi. Na nilikuambia sign 2 za Mungu. Sign ya kwanza itakuwa tohara, ambayo ni bodily sign. The second sign ni Sabato, ambayo inasimamilia spiritual sign. Bodily sign na spiritual sign, yani physical sign, kitu yenye unaona hivi, na spiritual sign ni kupumzika. Na tukasema vizuri, mtu bodily sign tukapeana example, ni kitu tutaona hivi na macho. Sabato, labda mtu akwambie, wewe unajua mimi sifanya kazi siku ya Sabato. Haya, tulikuwa tumeuliza swali mzuri. Tukauliza vizuri, kwa nini watu wanaenda kanisa? Kwanza before uende hapo, kuna vitu ulikuwa unaguuzia. Before mtu aende kanisa ni nini? Okay, tusiseme hata kanisa. Tukisema kanisa, watu wa msikiti watasema tasema yetu sio kanisa, inaitwa msikiti. Whatever, tuseme kiungano chenye tuseme hiyo kusanyiko takatifu. Yes, hiyo kusanyiko takatifu. Whatever it is, whether it's a mosque, whether it's a church, whether it's a temple, whatever it is. Hata kama ni chini ya mgumo, kuna vitu zenye zinafaa kwanza kukamilika before mtu afike huko. Unaona? So isiwe ati kanisa ndio priority, but kufanya zile vitu kwanza ndio priority. Na kitu yenye maybe tunafaa kuelewa sisi wote ni kuwa kwendi kanisa kuzitafuta kwanza, unazitimiza kwanza ili ndio kufika pale ndio ni mahali patakatifu. Kwa hivyo pale huendi pale ukuwa hauko mtakatifu, si ndivyo? Huendi pale kama tunatafuta utakatifu pale, si utakatifu unatafuta, already umeenda ukuwa mtakatifu. Aliposa kuna hii funzo yenye sijui ni funzo madinini, sijui ninaweza ita yenye nasema kama uko umekorofishana na ndugu yako na unaenda kwa madhabahu ama unaenda kutoa sadaka, kwanza usikizane na ndugu yako ili ufanye nini, ili uweze kuenda. Kwa hivyo sio tu unaenda pale ufunze jinsi ya kufanya nini, ni kwanza ujue ili ukienda pale hauna dosari, si ndivyo? Uko sawa, ili sasa ili utakatifu kwa ile kusanyiko upatikane, si ndivyo? Haya, kuna kitu kingine yenye mtu anafaa kufanya katika mambo ya kusanyiko takatifu. Inasema ni kusanyiko takatifu kwa sababu kuna mambo ambayo huwa yanafanya mtu akuwe mtakatifu. Kwa ni kwanza mtu ajitakase. Hiyo kusanyiko inakuanga wale watakatifu. Yohana 17:17 Yesu akasema watakase kwa ile kweli. Neno lako ndilo kweli. Kile ambacho huwa kinatakasa mtu ni neno ambalo limetoka kwa Muumba. Kwa hivyo Muumba kama alikuwa amesema, unaona mwanamke ikiwa
ikifika wakati wake wa unajisi, siku zake zile za mwezi zimemfikia, hafai kukusanyika. Anafaa kwanza ni siku zake za kujitenga. Kwa hiyo si ati anaweza vaa nini pads then aende sanitary pads afike huko mapema sana? Hapana. Hiyo wakati yeye ni najisi katika hali yake ya unaji, na anaambiwa ndiyo hali yake ishe, lazima hiyo akae siku zake hizo 7 za kukua za utakaso, ndio aweze kukua ati anaweza patanishwa na, yani anaweza kusanyika. Lakini hiyo katika hiyo hali lazima ajitenge, lazima akae katika hali ya kujitenga siku 7 ndio akue ametakasi. Kama mwanaume na yeye ametoka na tuseme na nguvu zake, siku hiyo alikuwa anakaa mpaka jioni, anasafisha nguo zake na mahali kote ambako hiyo nguvu yake imeguza, na anaoga mpaka mwili, anakaa mpaka jioni, alafu anatakasika jio. So kama ametoka na hizo nguvu kama vile unavyosema, hafai kuenda huko kwenye kusanyiko, kwa sababu ako katika hali ya unajisi. Unajisi hapa unamaanisha ritually unclean. And ritually unclean, kumaanisha ritually unclean inafanya, okay, inaweza kuwa ni maumbile kama for example kutokwa na hizo vitu zenye umetaja za mtoto wa kike na mtu wa kiume, si ati ni dhambi, ni kitu yenye imetoka, lakini haujakamilika kufika pale kwa kukusanya kama katika kusanyiko takatifu. Hizo hata ukikatwa tu mahali umwage damu, you are not supposed kuenda katika kusanyiko takatifu mpaka wakati hiyo nini itakoma katika mwisho. Kwa hivyo usione tu ni mwanamke peke yake. Kwa hivyo ile kitu ambayo ni ya msingi kwa watu wote ilikuwa katika kusanyiko takatifu ya Muumba. Haiwezekani mtu akue ako katika hali ambayo ni ya unajisi, for instance amegusa mnyama ambayo ni najisi, na ikue eti sasa ati anaweza kusanyika. Kwa hivyo lazima akuwe na wakati wake wa kujitenga ndio aweze kuwa ati anaambiwa atakusanyika. Kwa hivyo tukipata watu ambao wako katika hali hiyo ya unajisi wa kuwa kanisa, na wanasema ati sisi tumekusanyika hapa kwa sababu ya Bwana, tunajua hiyo definitely ni kitu ambayo imenajisi mahali hapo. Kwa hivyo tukipata kama Muumba alikuwa amesema huyu mtu kwa muonekano wangu akimaliza siku 7 mwanamke akuwa katika hali yake ya siku, akimaliza siku 7 mtu huyu atakuwa takatifu, alafu tena tumpate kwa siku yake ya 6 akuwa hapo, tunajua basi huyu mtu amejikusanyisha pale lakini hajatakasika, na neno la Mungu ndilo lilikuwa linafaa kutakasa. Sasa hapo okay, na kuna ingine nishaisikia kuhusu mama ndiyo, akina mama akijifungua mtoto wa kiume na kike pia ndio nimeongelea maneno yake. Kuna siku ambazo unafaa kukaa za kukua umetakasika ukuwa na mtoto msichana, na kuna zile siku ambazo unafaa kukua umekaa ukuwa na mtoto kijana. Na sasa kuko na shida kwa sababu utapata mtu ambaye amekaa hizo siku zote, yani hajamaliza hizo siku zote ambazo zimeambiwa hapo katika kitabu. Tutaongea kuhusu najisi na kama topic, so tujue kwa nini dunia imepatikana kama imejaa unajisi. Unajua tunafaa kujua how did hiyo unajisi ime play part wapi katika ulimwengu, tuone vile kenye imekosa na kenye imekuwa ikihappen. Kwa hivyo lazima tukue tunaelewa mambo na tunajua vizuri ni nini imefanyika na ni nini inafaa kuwa ikifanyika.
Haya. Sasa ulikuwa muuliza swali gani kwanza tumalize hivi? Okay, tulikuwa tunaendelea kwa ni nini nafaa kufanya, ni nini vitu zenye zinafaa kufanyika ili mtu akue anaweza kamilika kufika kwenye madhabahu, si ndivyo? Tukasema kile ambacho neno la Muumba lilikuwa limesema unafaa kuwa umekamilika ndani yake, ndio uko ndani ya utakaso, ndio ulikuwa unafaa kufuata. For instance, katika kanisa Muumba amesema usiibe, hakufai kuwa na mwizi, lakini leo angusha dhao. So umesema vizuri. Na my dad alikuwa ananipa story. Ndio. Anasema wakati wazee wa kitambo walikuwa naomba, walikuwa na before waende, sema kama kumetokea shida, maybe kumetokea marokas zinakula mimea, kumetokea kitu, alikuwa ananiambia inaitwa ogoga. Walikuwa kwanza ili waende chini ya mgumo kuomba, maybe hiyo ndio madhabahu yao, walikuwa wanafanya hivi. Walikuwa wanajitakasa. Unapata mtu kuna vitu zenye hafanyi. Mtu anajitakasa, anakaa kando na mke wake, vitu kama hizo, ili aweze kukamilika kufika kwenye nini? Katika ombi. Na dada alikuwa anasema hawa wazee walikuwa nasikiwa kwa sababu the moment wameenda wamefanya maombi zao, ilikuwa inafanya nini? Ilikuwa inajibiwa. Ndio. Unaona? Ilikuwa inajibiwa. Before watoke kusali, before watoke kufanya nini? Kusali. Before watoke kusali, wakifika nyumbani, kama ni hizo vitu asubuhi zinaisha. Unaona? Na kama ni mvua ilikuwa imekosekana, wanaenda wakinyeshewa. Wanatoka huko kwenye walikuwa wanaenda kuomba, wanakuwa wamejifunika na matawi ya mandizi. So unaona hali ya kujitakasa ni muhimu sana before ufike nini? Pia kwa saa kusali. So it's a pity, hata nitumie lugha ya Kizungu, it's a pity kuwa sasa hivi mtu na mume na mke wanalala pamoja. Ndio. Ninaposema kulala mtu anaelewa ni nini? Ndio. Wanalala pamoja ama wanafanya tendo la ndoa na wanaamka kanisani. Hiyo ni kudhalilisha nini? Madhabahu. Hata si hivyo. Hilo jambo ambalo unalifanya, unajua madhabahu sana sana ikwangi mahali. Huwa inakuwa tendo ambalo unalifanya. Naona hilo ndilo linafanya that place ama hilo jambo hapo mahali pokuwa pametakasika. For instance, kama kuna mahali ambapo kuna mtu alikuwa ameaga na amekufia mahali, hapo hapawezi kufanyiwa hizo vitu. Lakini siku hizi unapatanga mpaka mwili maiti zinapelekwa huko ndani. Wewe na Mungu si ulikuwa umesema hiyo kitu kiingia hapo manajisika. Si wewe kuguzana maiti ulikuwa unafaa ujitakase siku ya 3 na siku ya 7. Hai imeletwa mbapo mahali panaitwa ati takatifu. Hapa hakuna utakatifu hapo. Utakatifu umekosa kabisa. Sasa kuna nini fuzo umesema kuhusu Yesu. Na watu waturuhusu tutumie tu ya majina. Yesu tarudi hapo kusema sijui kuhusu alikuwa amesema, alikuwa ameambia wafuasi wake yeye ndio atajenga kanisa. Yeye ndio atajenga kanisa. Unajua hizi kanisa ambazo zimekuwa ni kujengwa, Yesu anajengeagwa, alafu tunaambiwa hii kanisa, unajua bora tu mtu aandike jina hapo ya kwanza, bora imalize pale na Jesus Christ Ministry na Holy Spirit mahali. Haya, so on that note, unapata kuna venye Yesu alikuwa amesema, alikuwa amekuta watu wakiuza kwa temple, akawapiga nyaunyu, wakakasirika, akasema mnajua ninaweza bomoa hili temple na nilijenga kwa siku 3. So nilikuwa nataka tufafanue hii kanisa yenye Yesu alikuwa anasema ni nini. Juu kujenga building in 3 days si kujenga building, it's even impossible. Na hivyo ndivyo hao watu walielewa. Sema hii kanisa yenye ilichukua miaka na miaka kutengenezwa, nataka kutengeneza siku 3. Kuna kitu yenye Yesu alikuwa anakumaanisha, na hiyo ndio kanisa original. Kanisa si building,
It's not the building. Ama the temple, whatever the place. It's not the building. Ndio. Kulingana na hiyo statement ya Yesu alikuwa anataka kumaanisha nini? Tuendelee tu kidogo, utashika hii meaning. Utufikisha mahali tulikuwa tumefika pale. Wakati alikuwa anaambia mitume wake eti yeye atajenga kanisa na juu ya jiwe. Unajua hiyo ndio itatupatia encryption ya kujua kanisa ilikuwa inafaa kujengwa aje na kanisa ni nini. Ni Mathayo, tulikuwa tumesema Mathayo 7 mstari wa 24, lakini tutaanzia hapo juu kidogo kwa sababu so far saa hii wakati Yesu mwana wa Mungu alisulubishwa na wakati alisulubishwa na kafa mambo yalikuja nyumaye na si yenye ambayo alikuwa anafuatilia mambo ambayo tumekuta mpaka saa hii. Ufisadi ukaingilia, manabii wa uongo wakaingilia, wakarihubiri neno tofauti na kenye Yesu alikuwa amesema. Yaani ukiangalia Yesu kenye amesema hapa na kenye manabii ati huyu anasema ni mfuasi ya kenye anasema ni vitu mbili tofauti. Vitu mbili venye sasa wanatumia tu jina Yesu hapo katikati, sasa inaonekana ni vitu za Yesu. Sasa hiyo inakuwa kwani Yesu wako anajua hivyo atuambia hapo mbeleni. Unapata wanamwekelea maneno. Sasa Yesu alikuwa amesema hawa watu ni wa aina gani? Mathayo 7, tuanzie tu hapo tu mwanzo ndio tufike hapo chini tujue mahali kanisa inaanza. 21. Tutaanzia hapo 21. Mathayo 7 21. Si kila mtu anitaye Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Bwana wangu aliye mbinguni. Kwa hivyo katika mambo ya ufalme si hawa anamuitanga Yesu, si eti jina yako kanisa yako imalizie hapo mwisho na ama wakati unahubiri unataja Yesu hapo katikati, hata kama hubiri kitu yenye ina make sense bado iko X. Si ati wewe usemanga ati Yesu mwokozi wa roho yangu. Si hawa wenye wanamuitaka hivyo ama wenye wanajitanisha na ati huyo ndio Bwana. Lakini ni wale ambao huwa wanatenda hapa katikati. Kulitokea watu wengi kwa hivyo hao watu wako wacha wataniambia siku ile, Bwana hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Unajua watu wenye wanafanyanga miujiza si chokora. Watu wenye wanafanyanga miujiza si walevi, si kahaba. Watu wenye wanafanyanga miujiza ni mapasta. Na hao ndio wamekuwa chanzo kikubwa cha kusemaga tu lakini hawafanyi. Yesu ama mwana wa Mungu anasema nitawaambia wengi, kwa sababu makanisa ni inaweza kuhesabu saa hii. Hao wenye wanasema wanamtumikia Muumba hawezi hesabu. Misikiti pia, unajua mtu anafikiria msikiti ni mmoja, lakini misikiti yote inakuwa imegawanyika kwa vitengo zao tofauti mingi sana. Haya mambo yote anasema anafanya mambo ya kiungu ni wengi. Watasema hivi, mimi nilifanya miujiza kwa jina lako. Na nikafanya mambo makuu na mpaka yakafanyika. Mwana Mungu anasema ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua nyinyi kamwe, ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Hawa watu hawatakuwa na Yesu, hawa watarukwa hiyo siku. Unaona Yesu anakataa watu practically, anasema hawa watu huwa wanatenda maovu, waondoke kwangu. Kwa hivyo kile kitu ambayo inatupimia kuwa eti tunatenda mambo ambayo yanapelekana na kiungu si miracles and wonders. Si wewe useme ati mimi ni mshirika wa Yesu. Ni matendo. Sikia. Basi kila asikiae haya maneno verse 24 yangu, basi kila
asikia haya maneno yangu na kuyafanya, atafananishwa na mtu mwenye akili. Hivyo yule mtu ambaye huwa anafanya mapenzi ya Muumba, mapenzi ya Muumba ni kufuata yale maneno ambayo ni yake, na yule ambaye aliachilia, yani kumjua Bwana, kumjua Muumba, Mungu wa kweli, na kumjua yule ambaye alikuwa ameachiliwa. Kuyafanya mapenzi hayo, ndio mtu ambaye anafaa kuwa ni mtu mwenye kona akili. Sijui kama watu wanaruka wako na akili, kwa sababu wao wafanyagi ni kusema, wanasemaga. Tuendelee. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Yaani mtu ambaye anaendanga na neno la Muumba. Kwa hivyo neno la Muumba tulinaongea ni vitu 3 ambayo ni amri 10, agizo ya sheria na hukumu za haki, na kujua yule ambaye alimwachilia kwanza. Hii maneno ya 3 ni ya kujua Mungu, na kumjua yule ambaye alimwachilia. Testimony. Yaani kama maneno haya Yesu anasema ni yeye atajenga kanisa lake juu ya mwamba. Ukuwa umefuata yale mambo ambayo Muumba alisema, ni mtu amefananishwa na mtu ambaye amejenga nyumba yake juu ya mwamba. Na wakati mambo magumu ambayo yatakuja, huwa hayaendi na maji. Kwenda na maji yeti yanadhararika. Sijuzi tuliona kanisa wakati corona ilikuja, si zilifungwa zote? Kwani Yesu alikuwa amesema aje hapa katika Mathayo 16 hapo 18, ndiye alijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Hiyo kanisa yenyewe wewe unafunga, si imeshindwa tu na kaugonjwa, hata kuzimu imefika kweli? Imefungwa na hata. Yaani kulingana na Yesu, ile kanisa anaijenga, watu watakufa. Unaona? Watu hawatakufa. Anasema vizuri, kujenga jumba la mtu ambaye anafananishwa, ambaye amejenga jumba lake juu ya mwamba, ni mtu ambaye huyafuata maagizo ya Muumba na kuyashika. Huyo mtu amefananishwa na mtu ambaye jumba lake liko limejengwa juu ya nini? Kwa hivyo Yesu akiongelea kuhusu kanisa, anaijenga juu ya neno lake. So hii jiwe ni neno. Kanisa si jumba. Kwa hivyo hiyo yenye alikuwa anasema atajenga siku 3, ndio ni neno la Muumba wakati litakamilika. Wakati the true sacrifice itafanyika. Unajua ile wakati true sacrifice ilifanyika, ni wakati, kwa sababu katika maneno ya kusacrifice ile lambu, watu waliingilia hayo maneno. Yesu alitumwa ili aweze kusafisha maneno, ili kuweza kuzingatia hayo maneno. The sacrifice of the lamb, the sacrifice of the lamb itakuwa kamilifu na ilikuwa inakamilika wakati atamaliza ile jambo na ikuwe amerudi hai. Na hapo ndio alikuwa akamilisha mambo gani hayo. Kwa hivyo wakati hiyo mambo ilikamilishwa, then the true temple ilikuwa inajengwa katika maneno gani? Kwa sababu unajua kama hangekufa na afufuke, kumekuwa na mambo ngumu sana. Kwa sababu ile kitu ambayo ilikuwa imewekwa hapo msingi, waiti akuwe ni kondoo la Muumba, aliweze kutumika ili iweze hayo maneno yaweze kusafisha watu wote ambao watakuwa wakiachika, yasimamilie yule kondoo ule ambaye alikuwa pale pa sheria. Ndio mtu afuate hiyo mambo, ndio the true temple imalizike.
Haya, sasa yule mtu ambaye sasa anashika maneno ya Yesu. Unajua mtu mwenye hajashika maneno ya Muumba hawezi sikia ya Yesu. Hivyo si ndio Yohana 6:46 inasema? Yoyote ambaye hajasikia mambo ya Muumba hawezi sikia ya Yesu. Kwa hivyo unakamilika kwa mambo ya Muumba. Unakamilika yote. Kama Kenya alikuwa amesema wewe unafua. Tena yule mwanakondoo anaachiliwa kwako na Mungu, hata si wewe unaenda kumtafuta. Anasema maneno ndio kiashika, utakuwa umekamilika katika amri za Mungu na utajipata ukivunja. Kwa hivyo tempo inakamilika katika maneno, na ndio maana utakaso huo unafanywa kwa neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndilo kweli. Ukisikia watakase kwa neno lako, na neno lako ni la kweli, ni maneno ya Muumba, ukiyatenda ni kweli wewe umekaa kulingana na vile Muumba alikuwa amesema. Kwa hivyo sijui kanisa inaenda kufanya nini. Hilo ni jengo la mawe, limejaa wakaidi na watu ambao walikuwa na lengo tofauti na lile la kuabudu Muumba wakati walikuwa wanalijenga. Sawa. It's the message is at home. Sasa hapa nikijaribu ku shorten the summaries summaries venye tu umesema ni kuwa the key point hapa ni hatuendi kanisani kujitakasa. Unafaa ujitakaze kwanza. Ndio. Mbele ya kwenda mahali penye utaenda. Si hivyo? Ndio. Mbele ya sijui fikirie sijui mtaungana ama mtaungana. Ni kwanza ujitakase. Na kujitakasa it's on a individual level. It's very personal. It's on a personal level. Huyu unajitakasa, huyu mwingine anajitakasa. Huyu hawezi jua kama bibi una bibi au mwenye ako na bibi kama ako kwa hiyo siku na yeye mwenyewe hawezi jua kama uko na umetoa hizo vitu na humwezi jua yenye tu inaweza onekana ni maybe kupata mtoto vitu kama hizo. Wewe vitu zingine is a personal level na kujitakata is very personal. Si hivyo? Kama vile baba yako alikuwa anasema walikuwa wakijitakasa alafu wanapatana wanaitisha mvua. Na inakuja mvua inanyesha kwa huyo mtu mbaya na huyo mtu mzuri. Hata saa hizi dadi wananiuliza kwa nini watu wana shida wakiomba. Every Sunday lazima niulize waju huko majirani ulikuwa nasikia drums. Ulikuwa unasikiza ma drums. So hawa watu wanaomba huyu Mungu kweli asikie kimasikio. Leo utaona wameomba na kutanyesha. Dadi alikuwa anasema hizo vitu sana. Hiyo kitu ndio nilikuwa nataka nimalizie na kusoma hapa. Kusanyiko ambalo liko katika sheria ambalo ni compulsory. Unasikia? Compulsory. Ambao watu wanafaa kuwa wamekutana. Si hiyo yenye wanaendaga. So ukitafuta hiyo yenye unataka kumalizia nayo, the reason sababu watu wanaenda kanisa ni ya kwanza tumesema watu wanaenda kufunzwa na si mambo ya kuabudu. True worship ni kutimiza nini? Ni kutimiza zile amri za Muumba. Hiyo ndio inakutekasa na inakufanya uwe mfuasi wake, si hivyo? Haya, kitu kingine yenye watu wanaenda kanisani jukuna. Sijui nani alisema hii neno. Ati mahali wawili sijui watatu wanakutana sijui nini inapatikana. Yesu ndiye alikuwa amesema katika Mathayo. Hapo ikimalizikia alikuwa amesema mahali wawili ama watatu wamekutana kwa jina langu. Kwa jina. Na yeye ni neno, kwa hivyo kwa neno. Ndio. Na nimeikosa. Mahali wawili watatu ambao wamekutana kwa jina lake. Hiyo ndio hapo ndio key ambayo watu wameacha. Yaani kwa hivyo yale mambo ambayo yanakusanyisha si maneno ya watu. Unajua siku hizi watu wamekuwa akisema eti 18:20. For where 2 or 3 come together. Unasoma Matthew nini? In my name. Matthew 18:20. For where 2 or 3 come together in my name, I'm there with them. Wewe unakusanyika
kwa kanisa na neno la Mungu si lenye si tumesema ni kusanyiko takatifu. Si kuna maneno ambayo unafaa kuwa umeyazingatia ndio ukue katika kusanyiko takatifu. Sasa watu huwa wanajikusanya hapo, wanaenda wanasema wanaongea maneno ya Mungu ama ya Yesu. Huyo mtu number 1 hajaweza kujitakasa yeye mwenyewe, huyo mwenye anaongea hiyo maneno, na hao watu wanafuata hiyo kitu hawajajitakasa kwa neno, kwa sababu wanasema neno ni mzee. Unaona? Anasema neno la Mungu ni mzee. Si Yesu ni neno la Mungu. Kwa hiyo hata yeye amezeeka imsimple kulingana na wao. Yeye ndio mzee. Okay, sasa hata ya Yesu yenyewe hawafuati. Sasa haya kulingana na venye tumesema hapo hivyo kuhusu vitu zenye mtu anafaa ili before ujue kama utaungana ama utaungana lazima uzingatie. Hatujahusia kuhusu mavazi. Mavazi iko hapo hivyo. Kwa kati ya vitu zenye mtu anafaa mavazi katika sheria za Mwenyezi Mungu. Jinsi ya vile mtu anafaa kuwa amevaa ili ajisitiri. Unajua kitu ya kwanza, unajua wale wanadamu wa kwanza walitengeneza nguo na Mungu. Unajua hivyo? Imeandikwa hivyo. Sasa mambo ya kujisitiri, mtu huwa anajisitiri kwa sababu ya huyo mtu mwingine. Uvangi hivyo. Yani kulingana vile umevaa ina fall katika category ya kumpenda huyo mtu mwingine kama vile unajipenda. Lakini naona bibi ya mtu amevaa nguo imefika sijui wapi, ni tango please call me, juu iko karibu kukatika. Alafu huyo mtu utampata ni muimbaji hodari sana, anatingiza kiuno mbele ya pasta. Ametoa CD hit song. Nasitaki kumtaja. Sasa sijui kama anaanza na S. Sasa haya. Sasa huyo mtu ako hivyo na asisahau ni bibi ya mtu, na mahali anaimba huyo pasta ni mwanaume ya mtu, ni bwana ya mtu. Sasa hivyo si ndio usherati iliingia? Sababu watu walianza kutamani. Si katika amri ya 7 Yesu anashuhudia kuhusu eti usimtamani. Huyo mtu amevaa hivyo si shetani kwako sasa wewe, kwa sababu uko karibu sasa kuvunja amri za Muumba. Tutaongelea hiyo maneno wakati mwingine. Lakini kuhusu mavazi, mtu yoyote anafaa kuwa amejisitiri uchi wake. Kwa hivyo ili uweze kupatana, sasa unapatana ukiwa uchi. Si wanapatana, wanasema Mungu anaangalia roho, anaangalia mwili. Wanasema inasemekana hivyo, Mungu anaangalia roho, anaangalia mwili. Anaangalia roho, haangalii mwili. So mwili unaweza kaa venye unataka, Mungu anaangalia roho. Kama Mungu alikuwa anaangalia roho, angeumbia Adamu na Hawa nguo. Angewatengenezea. Lakini kwa sababu aliwatengenezea, kumaanisha anaangalia mwili. Anaangalia mwili. Kwa hivyo kusitiri, kuvaa decently. Kuvaa decent si ile yenye mtu anavanga ukienda kazi kwa banka. Ni ufiche uchi. Unaona? Baadaye kuna watu ambao na tutasoma hiyo kitabu siku moja hapa, ambao inaongelea kuhusu wanawake jinsi wanafaa kuwa wamevaa. Na naona wanawake wengi ambao katika Waislamu huwa wanavaa kulingana na hiyo maandishi ya nilikuwa nimesema hivyo, na tutakuja na hizo lost books juu huwa tunasema kila wakati, lakini tutazitafuta ndio tuone vile mwanamke vile anafaa kuwa amevaa. Hivyo vile wanakuwa wamevaa kuwa ati wamejifunika kichwa chao, wamevaa nguo ndefu, hivyo ndio walikuwa wakifaa kuwa wamevaa. Na sijui kwa nini wanawake ndio wanapenda kujionyesha sana. Okay, hata ni venye sasa unajua wanawake ndio unajua sasa mwanaume ni ameonywa asitamani, so unajua sasa that's unaona wanafanya hivyo.
kwa makusudi. Unaona? Wanafanya hivyo kwa makusudi. Lakini haimaanishi pia wanaume wasivalie. Huo unapata kitambo wanaume wako wanavalia venye wanavyovaa saizi, mambo ya kuvalia trousers na jeans. Saizi jeans sasa zimekuwa zimeraruka, sijui zinaitwa aje. Kuna lugha yenye wanazipea, zimeraruka kwa magoti, vitu kama hizo na mambo mingi. Pia hiyo ni kitu ya kuconsider. Unapata mtu amevalia kijinsi na kimaruru magoti, ameamka mapema na ameenda kanisani na amekula sakramenti na anasema anafanya kazi ya Bwana, amemtukuza Bwana. Katika mavazi kuna mavazi ya mwanamume na kuna mavazi ya mwanamke. Na mwanamume hafai kuvaa mavazi ya mwanamume. Anasemekana anaonekana kama punda. Kuna mtu mwingine alivaa mavazi ya mwanamke, alipitwa na yeye. Na kama ni acting, kama watu wengine wenye staki pia ameanza na yeye. Wewe ukivalia nguo ya mwanamke na kuact, unaweza act na mwanamke? Hapana. Kwa hiyo pia hawa kwa amri ikinenwa. Kwani huwezi act na nguo ya mwanamke na isikike hiyo iko acting? Kwa nini wewe unataka kuact kwa ile side nyingine ya kuasi sheria za Mungu? Anaakta kuwa mama. Si na ni mvulana. Unaweza aje act kuwa mama, si ukue mama kama wewe ni mama. Ama utafute mama. Si mwana mama yako. Unaona? Sasa sikia talanta zangu ili niweze kumtukuza Mungu. Hiyo si ya kutunguza. Sikia. Kuna mavazi ya mwanamume na mwanamke na hakuna ambaye kulingana na amri ya Mwenyezi Mungu. Mwanamke hafai kuvaa nguo ya mwanamume. Na pia mwanamume hafai kuvaa nguo ya mwanamke. Ama pia hiyo tunafaa kusoma. Tusisome saizi. Ni marinda. Inaitangwa marinda. Na tusome saizi. Je, tunataka kusema kuhusu the commandment. Sasa ujue bana wa imeisha. Sawa. Sasa nilikuwa nataka utapeana kuhusu kukusanyika. Sijui kama utaniruhusu ama tuongee hapo. Nasema tu ile kitu ambayo ni permanent. Ambao Mungu alikuwa amesema hii ndio watu wanafaa kukusanyika na iko permanent. Si yenye watu wanaendaka pale ati kila siku Sabati wanapatana, ile Sunday. Si kwenda Sunday kila wakati. Mungu alikuwa amesema hiyo ndio wakati ameamrisha watu wakuwa kupatana. Ile ambao ni amri, ambao ni permanent, ambao imewekwa na Muumba katika Exodus 23 kuanzia 14. Kuanzia 14 sitasoma 14. Nitasoma kuanzia 17. Ndio tumalize. Ndio tumeona wakati imekimbia. Mara 3 katika mwaka watu waume wako wote watahudhuria mbele za Bwana Mungu. Siku ngapi? Mara ngapi kwa mwaka? Mtu anaenda hapo kila Sunday akisema ati anatumikia Mungu. Huyo ni Mungu mgani? Mungu amesema wanaume wako siku 3 kwa mwaka, ndio eti imeandikwa compulsory wanafaa kuwa wakipata. Na kwanza imesema ni wanaume, si wanawa. Siku 3 kwa mwaka. Sasa kama hiyo ndio amri ya Mwenyezi Mungu, unaona kama kwenda kanisa kila Sunday mtu anaenda kufanya kazi ya Mungu kweli? So yenye hapo burudi hapo tena yenye imetajwa ni ile ambayo ni compulsory watu kupatana ni siku 3 kwa mwaka. Siku 3 kwa mwaka. Na ni wanaume. Sasa achia hapo. Achia hapo kabisa. Achia hapo, usijaribu kuongeza kitu. Nataka utupie your personal story. Then sasa tutafanya video ingine. Tuacha tuite 2 part 3. Ndio hizo siku zenye zinafaa kukusanyika plus hizo sabato zingine tutaziweka kando. Ndio. Hii tumeongelea kuhusu mambo ya madhabahu, sabato ya uumbaji. Sabato ya uumbaji, na juu tumetaja kuhusu mambo ya madhabahu juu Sabath watu wanafikiria ni siku ya kufanya nini? Ya kwenda kanisa. Kwenda kanisa. Sasa lazima tugekuzia kanisa mtu anafanya nini? Ni nini nafaa kutangulia before mambo ya kanisa ikuje. Naona? Na kanisa is not the priority. The priority is to rest. Naona? So before tupe personal story, based on resting, kuna watu wanakuwa wakiuliza maswali.
kwa sasa dunia ni kurudi tunarudi. Si hivyo? Ni kurudi kurejea tunarejea. Sababu iliharibiwa, kila kitu kiliharibiwa. Mtu ako kazi, amesikia hili neno, anataka kumfuata Muumba. Wamekuwa wakifanya kazi mshipi. Unaona? Siku zote. Kulingana na bosi wake. Okay, ama kulingana na ile siku yenye imetiliwa mkazo sana ni Sunday. Watu wengi wanaenda si kupumzika, tuseme ukweli, si kupumzika, wanapumzika, wanaenda kanisani Sunday. So kwa sababu watu wanaenda kanisani, watu wanafunga hiyo siku, unaona? Unapata siku hiyo yenye wanaenda kanisani, si kupumzika. Kupumzika is another story. Mtu watu wajapewa nafasi na anataka kutimiza sheria na bosi amekataa. Hiyo kazi ndio inalisha watoto wake, hiyo kazi ndio inalipa school fees na inamlipia rent. Huyo mtu unaweza msaidia aje? Kitu ya kwanza ukisikia nikiongea sauti hii hapo mahali huko na wewe ni mfanyakazi na bosi yako amekataa kupatia ruhusa siku ya Sabato, hii sauti inafaa kuwa ikimfikia. The reason inafanya mimi niamke niende kwa barabara kila wakati nikaongea hii neno ndio angalau hiyo bosi yako atasikia neno gani hili. Unajua? Kwa sababu mimi nikiweza kukupatia wewe ni mfanyikazi. Kuna mwenye ako juu yako. Huyo mwenye ako juu yako ndio akaweza sikia neno. Anaweza kimbilia sana kukufungulia mahali huko kwa sababu ataipata hiyo neno kweli si ya mtu ni ya Mungu. Lakini kwa sababu ya vile dunia imekuwa ndio maana tumejipata kufanya kazi siku zote. Tukitafuta utajiri, lakini tunaona sasa tumesoma na hayo mambo yetu tukaona badala ya mtu atajirike, unatajirika leo, kesho unakufa. Unatajirika leo kidogo unakonjeka, unatajirika. Yani hivyo. Yani hakuna kutajirika in short. Kwa hivyo the more tunakeuka amri za Muumba, tunajipata tumepotea. Kwa hivyo sikia, wewe kama umeajiriwa, sasa hii naongelea kuhusu wale ambao wameajiriwa. The goal ni ukipumzika siku ya saba. That is the goal. Na mimi lile jambo ambalo nimewezeshwa na Muumba ni kuwa eti nitatangaza hili neno. Huyo tajiri yako asikie. Niweze kuruhusu uweze kupumzika siku ya saba. Pia unajua huwezi patiwa free time kama hujawahi sema wewe ni mtu wa kupumzika Sabato. Unaweza yani sasa niongee na Said bosi yako asikie hii video. Yeye aseme mimi sasa Muumba nilikuwa nimesikia katika amri zake amesema mfanyikazi wangu afai kufanya kazi siku ya Sabato. Unajua kuna watu hata wenye wanaenda kanisa Saturday lakini wafanyikazi wanawaacha nyumbani kufanya kazi, unajua hivyo. Sasa huyo bosi yako akijua hivyo asikie haya na ashikwe na hilo la jambo la kuachilia mtu ambaye huyo anafaa kuwa anapumzika Sabato. Hata tuseme yeye hajaamua kufuata lakini anasema mimi ule mtu mwenye nitajua huyu ni wa Sabato nitakuwa nikimwachilia. Unaona sasa itakuwa ni juhudi lako wewe kwa eti wewe umesema umeongea naye siku moja ukamwambia na mimi ningependelea kama ungeniruhusu nisifanye kazi siku ya Sabato nifanye kuanzia Sunday kuendelea hivyo. Ukaweza kuwa umemweleza hayo mambo, unaweza kuwa kwanza kuachiliwa, unaona? Kwa hivyo juhudi ya kwanza ni watu wajue neno la Mungu. Na ndio maana naongea nao maboss. Juhudi ya pili ni watu wajiongee wenyewe na wasimame na msimamo wa sheria za Mungu. Unajua kuna watu wanasemanga mimi mguu moja ndani cheze hivyo. Na ujue hili jambo ndio litafanya dunia ipone. Siona hizi shida zote ambazo ziko hapa zimekuja kwa sababu ya sheria za Mungu. Na zikirudiwa dunia itapona kwa sababu haya matatizo yote ambayo yamekuwa katika ulimwengu kwa sababu ya kukeuka sheria za Mungu. Okay, kwa kweli sasa kuna kesi zingine, another scenario unapata mtu ako na kazi mseme kazi ya kuuza gas. Sio hivyo? Na unajua saa hizi kila mtu anauza gas. Wamekuwa wengi. Ripoti za gas zimekuwa mingi. Wanasema
hiyo maneno mnasema ni mzuri, lakini ninaogopa kufunga siku ya Sabato ili customer asitoroke. Hayo unaweza msaidia aje? Yani anaogopa, yeye ako sawa, hajakataa, ni ukweli. Lakini sasa mimi nikifunga Sabato, customer ataenda kwingine. Na hata nikifungua hiyo Sunday, ama tuseme siku yenye Mr. siku kama siku gani, akifungua sasa after amepumzika hii siku nyingine, wale wenye walitoroka hawatarudi kwake juu, watamwona kama ni inefficient. Sasa kitu ya kwanza, nimepata na hizo maswali sana. Mawazo ya mtu inakuanga ndogo. Kitu ya kwanza, nani alikwambia customer wamekuja kwako kwa sababu wewe unafungua Saturday? Nani anataka customer? Kwani huwezi kufungua duka hapo na kuna mtu atakaye kuja kununua? Uangalie neighbor yako. Mimi naambia mtu angalia neighbor yako. Hiyo time yenyewe kuna customer yako na customer. Ama hiyo time yako na customer huko na customer. Huyo customer anakujanga hapo kwa sababu ya nani? Unaona? Unafaa ujiulize hiyo kwanza. Usifikirie eti ni wewe umefanya huyo customer kuja hapo. Ujue Mungu katika amri ya kutii Sabato, alikuwa amesema uende na amri zake. Atakuwa akikupatia mara 2 ya kukava mpaka Sabato ya. Unajua hivyo? Akupatie mpaka akukava hiyo Sabato. Lakini wewe unataka kusema, acha nifanye Sabato ndio nikave njaa yangu, ama nikave shida yangu, ama nikave my insecurity. Tutaona kukeuka sheria itakufikisha wapi. Ni vizuri tu kuambia mtu kweli. Yule mbaya akiondoka, hata wewe utakuwa. Tutaona matatizo yakikufikia kama idea ya kuweka kazi siku ya Sabato ndio customer akuje. Kama hiyo idea itakusaidia katika hiyo matatizo wakati itapatana nawe. Tukiongelea kazi, kuna mtu mwingine alikuwa ameniambia, mimi nafanya kazi ya kupika. Na kuna watoto lazima wakule siku ya Sabato. Aliniuliza hiyo swali. Nikamwambia pika chakula Friday. Tayarisha. Pika samaki. Ni samaki alikuwa anapika. Apike na aziweke kulingana na sheria za Mungu. Hawa watoto watakuwa njaa. Kwa hivyo sijasema mtoto aende njaa. Aende njaa. Kama wewe unafanya kazi ya kupikia watu, fanya kama kuna watu 50 unafaa kuwapikia siku ya Sabato. Tayarisha mapema. Yani Mungu akipeana siku ya preparation day. Ndio baadaye siku na story fulani hapo nilikuwa karibu nisomee watu, lakini tutawasomea siku nyingine. Mungu akipeana siku ya preparation day, anasema ni preparation day kwa sababu ya Sabato. Kwa hivyo kama Sabato watu ni hawa wanakula, prepare for them on. Na sijui kama nitaenda kwa personal story. Ngoja kidogo. Bado tujamaliza scenarios. Saizi kuna mtu mwenye alikuwa ametag muibaji rafiki yetu, sitamtaja. Alikuwa anasema wewe unaweka nyimbo kwa YouTube na hadi imechezwa. Unaona? Hiyo siku umelipwa. Hiyo siku umelipwa. So argument yake ilikuwa usifunge YouTube hiyo siku ama utoe wimbo, then Sabato ikiisha urudishe. So the problem is it working? Is it kulipwa ama what is what? Na another question, tuseme ulikuwa unataka kitu. Tuseme ulikuwa sijui inaweza iframe hii. Ulikuwa unataka kitu, wewe ndio uichukue mahali inafaa, tuseme ni kulipisha ni kwa jirani yako. Alafu utamlipa after Sabato imeisha. Hiyo ni haramu ama ni halali? Ukiwa umenunua kitu, ni kununua, unanunua but utalipa hiyo siku. Ununue siku ya wewe tu ichukue. Kitu ya kwanza, dunia haijapona. Ana dunia haijapona. Hatuwezi fanya kitu kama hiyo. Kwa sababu tukifanya hivyo, saa hii
kumaanisha huyo mtu hafai kufunga hiyo siku. Hafai kufungua. Unaona? Yaani huyo mtu hafai kufunga ndio wewe ukue hiyo siku wa kuchukua hiyo vitu atakuwa ukimlipa Sabato iki. Ama si unaenda kuchukua kwa mtu mwenye amefungua kama amefunga. Tuseme ni jirani, hata sitaki kusema ni duka, sema tu ni jirani yako. But ni kitu ya kulipisha. Kuna kauli ambazo zinaweza ruhusu mtu afanye kitu Sabato ambayo inahusu kuokoa. For instance, daktari. Inaweza kuwa daktari ako mbali na anahitaji kusafiri. Unaona? Kama dunia ingekuwa imepona, rafiki yake tu angemwambia ama huyo neighbor yake angemwambia nisaidie na gari niende mahali fulani sababu kuna mtu mko. Lakini juu dunia haijapona, hata rafiki huyo hata trust tu daktari. Katika mambo ya kuokoa huwa yanapelekea mtu aende kuokoa maisha kwanza before. Kwa hivyo huwezi ona mtu akuwa anakufa njaa na uache akufe. Huwezi ona mtu ameumia uache akuwa ameumia. Lazima ufanye juu chini vile huyo mtu ataweza kupata hiyo usaidizi. Sasa ndio nasema kama dunia ingekuwa imepona, si tungekuwa tunajua daktari anakaanga mahali fulani. Ndugu yako ako na gari na iko na mafuta. Ama hata kama haina mafuta, huyu neighbor yako anauzaka mafuta. Ni kweli amefunga hiyo siku ya Sabato, lakini hawezi kosa kuwekea gari mafuta kwa sababu ya kwenda kuokoa maisha huyo mtu unaona. Sasa kama dunia ikiweza pona, mambo hayo kama ya kwenda to the next person kuomba usaidizi kwa sababu ya hali ya Sabato itakuwa rahisi sana. Unaona, inaweza kuwa rahisi sana. Inaweza kuwa rahisi sana. Sasa kama ni kitu inahitajika ya dharura, unachukua tu hata haina hiyo maneno ati tutalipishana hivyo. Unajua kuna siku yenye kulipisha kitu itaisha. Kuna siku mtu atakuwa akifanya wema na anaenda zake. Hatakuwa akitarajia kukuli. Hai daktari akifanya kusaidia uhai wa mtu anaitishanga pesa, si ndio? Kweli. Haya, kuna siku jenga utasaidia mtu na hutamuitisha hata shilingi. Kwa sababu hiyo ndio utu na hiyo kitu ndio inaitangwa uungu. Unaona, kama vile unasema we were given free, we should give it free. Hilo jambo litashikwa na watu na waelewe maneno hayo yalikuwa msingi, ilikuwa maisha na save a life. So hiyo maneno tuongea. Sasa na kulingana na hiyo mambo ya nini nikikuuliza na hiyo mbaji rafiki yetu kuhusu YouTube na nini ad Quran. Sasa shida ni yeye, shida ni wenye wanaweka ad. For example, mimi kama mimi nauza airtime na hizo system zetu siku hizi zimekuwa automated. Na si mimi peke yangu, kuna siku hizi system mingi zimekuwa automated. Unapata iko na shida, nimekuwa nikikwambia. Si hivyo? Kuna shida mingi sana. Unapata the system is automated, but sasa watu tu lazima tu wanunue kwa njia moja nyingine. Na hata ukifunga bado utakusubua zaidi kuliko hata kama hujafunga. Juu maybe yako mtu ni emergency, maybe sijui mtu ni nini, na mtu ndio amekutegemea anunue hiyo kitu kwa sababu kulingana venye unaiuza maybe inampendeza ama mambo kama hiyo. Unaelewa? Okay, so ukishikanisha na hiyo story ya YouTube unaweza sema aje? Kitu moja acha nikwambie, kuna system ambazo zilikuwa zinafaa kuwa zikitusaidia. Hazikuwa zifai kuwa eti ni biashara ama vitu kama hizo. Zinafaa kuwa zikitusaidia. For instance, kusema kitu kama stima. Na unajua stima ziko na kazi ambazo zinafanyiwa ndio ziweze kuwa zina run. Unaona? So kuna vitu kuna system ambazo ziko zilikuwa zinafaa kuwa zikifanya kazi bila sisi kukua wapi hapo. Yaani sisi tulikuwa tumepumzika, system zenyewe zilikuwa zikifanya kazi zina run. Lakini sasa juu watu hawajafanya, kampuni nyingi za ulimwengu si zenye zinapelekana na sheria, ndio utaona pia wao wataajiri watu wafanye kazi hiyo hiyo siku
kwa hiyo system na wanafanya hivyo kwa sababu pia watumiaji wanahitaji hizo services hiyo si? Yes, iko. Unaona tukiweza ongea neno watumizi wa vitu wakiweza kaa nyumbani bila kununua kitu mwenye anauza atafungua? So aim ni kufikia hata huyo mwenye ananunua na bosi. That is the aim. Katika services tunaongelea kuhusu aim ni kuongea na wenye wanatumia. Venye tunaongea pale na bosi. Venye ulisema tutaongea na bosi, amuachilie huyu. Pia huyu ameshika mateka na wenye wananunua. Exactly. Pia huyu wanafaa wajue ili ndio. Kwa sababu mimi nishawaiona nini yako. Huwa inatumia mtu message inasema we are on Sabbath pale kuanzia Friday jioni. Hiyo ni njia moja ya kueneza habari ya sheria za Mungu. Unaona? Mtu akishajua Sabato ilikuwa ya kupumzika na hakuna kufanya hiyo kazi, anajipanga mapema sababu ya Sabato. Kwa hivyo traffic inafaa kuwa iko nyingi sana siku ya preparation day. Ndio watu wa prepare for Sabato. Sasa mahali tunaelekea fikra za watu zimegawanyika. Lakini tunataka kuwaendea mahali wamegawanyika, walete wakuwe kitu na hicho kitu kimoja ikikamilika, hata services zitatumika zikiwa usaidizi kwetu, si eti sisi tena tumegaramika kuzifanyia kazi. Unaona? Sasa sisi tumekuwa services zenye zilikuwa zitusaidie, sisi ndio tunazifanyia kazi. Na zilikuwa zitumike tu zitusaidie ile wakati tumepumzika, sisi hakuna mahali tunaenda. Yaani stima si umesha connect pale na umejua hizi zitaenda huku, hizi zitaenda huku. Hakufai kuwa na mtu hiyo kazi. Na kama kutakutokea na era, huyu ataelewa leo siku ya Sabato wa kutengeneza hizo stima. By the way, unajua Israel huko ni kitu niliambiwa na rafiki yangu. Kwa tutazama kwa upande wa Israel. Katika siku kuu ya Pasaka, the whole inchi yote huwezi pata mtu akiuza inaitwa baking powder. Unapatanga zimetupwa huko kwa bahari. Kwa hivyo hao wameweka neno la Mungu mbele, wanajaribu tuseme juisi zote. Kwa sababu unapata kampuni yenye wanauza mandazi na nini, wanasema unapata hakuna mandazi kwa store. Na wahesabu ati kama ni Kenya wanaweza hesabu hasara. Tumeenda hasara hiyo wiki wewe. Wanahesabu hiyo na kampuni ya baking kama ni chapa mandazi. Wewe tumeenda hasara. Unajua hiyo Sabato hakuna kuweka chachu. Kwa hizo vitu zote ziko na chachu kwa zinawekwa hivyo ndipo Sabato inafaa kukua. Kwa sababu Sabato huko niliona mpaka metro hazifanyi kazi. Niliona hazifanyi kazi metro. Nilikuwa nimeona huyo rafiki yangu akinichukulia hiyo video. So unaona watu wakienda tu personally. Kwa hivyo pia government yao na metro service zao zinajua Sabato. So there is a need serikali iwe ya Muumba. There is a very need because the government iko na hiyo kazi ya kuenforce vitu kama hizo. Unaona tukiongea kuhusu dunia kupona, inaanzia kwa uongozi. Ndio tunasema Gachagua is not the solution. Na bado is not the solution. Ndio watu waache kuwa wakitegemea watu. Sasa so watu tunafaa tuelewe ni kupona tunapona. Ndio. So that hatujafika hiyo perfection. Ni kupona tunapona. Ndio. Na shida ni kukataa. Kama umekubali sheria, the creator is going to make a way. Hizo sheria utaweza kuzifuata. You just definitely make a way if you so desire. So no, if you so desire, the creator is just going to make a way. Bosi wako atakurelease. Naona kama yeye ni ule mtu wa profit, is a profit based person. So tutasema personal story, tufunge hapo. Then tutakuwa na part 3 ya hii tukielezea hizo siku 7. Sisi ulisema ni siku ngapi, sijui ni ngapi. Tutaongea kuhusu hizo sikukuu za Muumba. Na nikuzitajia tu juu ni mingi. Nikuzitaja hivi, nafaa kwa hivi, unafaa upumzike hivi, unafaa ufanye hivi. Na
juu umesema Sabbath hufai kukaa njaa. Ndio. Naona? Kama hizo ziko na matayarisho. Na kama zinaweza lingana na Sabbath ile ya kawaida. Ndio. Na kama inaweza kuja siku ya matayarisho. Sasa hiyo Sabbath ikuje siku ya matayarisho hata vitu kama hizo tutafaa tuelezee kwa video nyingine. So utasema hiyo personal story, na personal story ilikuwa inaanza pale. Kwa nini watu wa Sabbath wanaonekana kama wanajitenga? Ilikuwa inaanzia hapo. Watu wa Sabbath wanaambia wako na maringo. Haya, Wayahudi pia walikuwa naambiwa hawapendi kushirikiana na watu wengine wa mataifa. Wakati nilikuwa katika Sabato, na nikisema Sabato ni kanisa. Kwetu kulikuwa na shida moja. Ni watu wa Sabato vizuri sana. Lakini Muumba huwa anasema kuna siku ya matayarisho na kuna siku ya Sabato. So nilikuwa naona imefika wakati wa matayarisho. Watu wanagojea mpaka pale jioni kule nyumbani kwetu. Hiyo ndio time wenye sasa wanataka kuanza kuprepare. Na wakianza kuprepare hapo ndio hao wameenda wamemaliza saa 4 saa 5 huko. Hapo sasa ndio watu wanakula. So sasa hiyo ndio preparation, msahau nyanya, kitunguu, wapi. So nilikuwa na hard time sana. Ulikuwa nawaeleza maneno gani? Hayo. Unajua kwa nini? Yaani unakuwa na hard time kuelezea mtu na ashiki. Siku nyingine bado tutafanya the same with a promise that next time tutafanya vizuri. Next time tutafanya vizuri. Wakati Mungu alinijalia njia zikafunguka. Kaanzia kuwa eti sasa naweza ongea neno katika public. Naweza ongea neno katika for instance kwa media. Na Muumba akanitengenezea hiyo njia. Nikaanzia kukua na msimamo wa mambo yangu. Nilikuwa mtu ambaye ako na upweke sana. Very lonely. Kwa sababu na hii ni debate pia ishawahi kuwa na tumefanya na marafiki zangu. Na vile nasema hapa katika hii video wakati tulianzia pale part 1, tulisema Sabato unafaa kuwa umejifunga vitu za kununua kuuza. Tukasema unafaa kujifunga maneno ya kufanya kazi yako. Kwa hivyo wakati kama umejifunga kuwakisha moto, unafaa kukaa hapa kigoja mtu mwingine awakishe moto apike, wewe umegoja tu kukula. Ni siku ya Sabato. Unaona? So utaona vile hawa watu wanafanya. Uangalie tuko siku gani. Uangalie jua. Uangalie ile kitendo ambayo umefanya. Wala basi usitasema umejifunga. Sababu hayo matendo wanafanya. Na wewe unaona unamkosea Muumba wako. Si kweli ni wao wanafanya. Tulikuwa na hii debate katika watu ambao wanapeleka sheria za Muumba. Wakasema walikuwa wakisema hivi. Sana ni watu wa kanisa wanasemanga hivi. Unaona kwa sababu umetumwa katika kazi ya utumishi wa Mungu. Umeruhusiwa kufanya kitu yoyo. Na mimi nakwambia wewe, acha nikwambie. Kama Mungu wa Sabato ndiye amekutuma. Ufai kusema wewe ni mtumishi upikiwe pale kanyama ukae huku kule siku ya Sabato. Kama Muumba wa Sabato amekutuma, unafaa kuona mtu anapika siku ya Sabato, wewe hawezi kula kama wewe unatumikia Muumba wa Sabato. Kwanza hebu niambie, ukikula hiyo chakula utakonvince aje huyu mtu siku ya Sabato ufai kupika? Si wewe ulikuwa umekuja hapa kwanza tulikupikia hiyo siku nyama. Na unatuambia tupumzike. Itakuwa ni kama kurudisha injili nyuma mahali tulikuwa tumetoka. Kama Muumba wa Sabato amekutuma, unafaa kukaa kulingana na Muumba wa Sabato. Unafaa kuwa umejiprepare siku yako
eti yenye naingia. Unajua hivyo? Kitu ya kwanza. Kwa hivyo kama Mungu amekuambia eti uende ukapeleke ripoti mahali fulani, huyo Mungu akuwa amekutengenezea njia ya wewe usiende kuharibu sababu. Unaona? Lakini siku hizi mtu ametumwa na Mungu, tunampata akinunua keki. Mimi niko kazi ya Mungu. Wewe umetumwa kupeleka injili mahali, for instance, natumia tu example na Mungu wa Sabato Mungu wa sheria ndio amekutuma. Uende uongee wapi? Unajua kumekuwa na debate katika watu ati huwezi ongea neno lolote siku ya Sabato. Wacha nikwambie, kama watu wangekuwa wanafuata sheria ya Mungu, hakukuwa na siku nyingine ya kupeana neno. Siku hiyo siku ya for instance, kama watu wote wangekuwa wamefunga kazi, siku ya Sabato wako nyumbani kwao. Wewe ulikuwa kama wewe ni kwa kupeana neno la watu warudie sheria za Muumba. Si hiyo ndio ilikuwa siku ambayo inastahili wewe uende kuongelesha hao watu. Kwa hivyo lazima ulikuwa ukiwachiliwa. Na ndio maana watu ambao walikuwa wamepewa sheria na Muumba kutoka ile wakati wa Musa walikuwa wanatumwa kila wakati ili waweze kutangaza maneno ya sheria. Sasa sikia, mimi nilikuwa na hard time sana, kwa sababu ilifikia mahali kulikuwa kunapikwa na nisikule. In order hawa watu waweze kusikia. Tumefika siku ya atonement. Ni sikukuu ya Muumba. Ni siku ya kufunga. Watu wanasema hata sisi tumefunga kiroho. Unaweza je funga kiroho? Kwani ni roho inakula? Kwani roho inakula? Roho ishaikula. Haya. Sasa sisi tunajua hii siku ni siku ya kufunga. Anyway, tulikuwa tunaletana jua na mimi nilikuwa lonely sana. Na hapo ndio nilitambua kwa nini watu wa mataifa na watu ambao wanapelekana na Mungu, watu wa Mungu hawawezi pelekana. Unaona, jangazi kudanganya. Kaweza kuwa kwa sikukuu. Hiyo sikukuu inachinjwa hapa mbuzi na hapa nguruwe. Nakwambia usiwahi kula hapo. Usiwahi kula. Sikatai wewe unakula nyama. Wewe utakula nguruwe, lakini usiwahi kula wapi? Chakula hapo. Ukiona hiyo kitu inafanyika hapo, jitenge na hiyo kitu. Kwa sababu mahali ambapo watu wa Mungu wamekutana, hakuchinji nguruwe. Kweli. Na nilielewa hayo mambo kupitia shida nyingi. Ile wakati nilijipata ile unajisi mtu anakuwa amejinajisi nayo na kushirikiana na hayo mambo. Hata uwezangi yani umejina afadhali utengane na hawa watu uweze kusimamisha kweli yako wewe na Mungu wako. Mtakuwa yani mtakonverse na yeye vizuri. Sasa unaona katika sikukuu kama hizo za kipagani, tafadhali watu wa Mungu kutoka kitambo Wayahudi wako wanashirikiana na hawa. Na ilikuwa reason kwa sababu kenye hao wanafanya ni abomination. Na kenye Mungu wao anahitaji ni kitu kingine tofauti. Sasa huko ni kwetu. Mimi nilikuwa nashindwa kukula. Nakaa hivi sitakula. Na ndio maana Sabato afadhali nisitembelee rafiki, sababu hata elewa nikimwambia siku. Naona sasa reason ya kupumzika ilikuwa gani? Unapumzika kwako ama unaweza enda kupumzika kwa jirani? Unapumzika kwako. Sababu kwako hautakuwa eti unawaruzana na mtu. Na ndipo maana ukaona Wayahudi walikuwa wanashindwa kutengamana na watu wa mataifa. In fact hawakuwa wana share meal. Nimepatia example kwa hiyo siku.
Hebu niambie mtu unaona vizuri ile ni nguruwe inaroliwa hapo. Hii ni mbuzi. Ama tuseme hata ni ng'ombe mzima. Ikiroliwa hapo vizuri. Sio unajua vizuri unakulaga hii. Lakini piga hiyo picha. Mbuzi na nguruwe zinafikanishwa pamoja. Hata zijakuzana, hata wacha tusiongee kuhusu kuzana kwa sababu tutaanza kuongea vitu nyingi kama kisu hii ilichinja hii unaona? Ya masufuria na masupu na kila kitu. Na kuguza hiyo kitu hata wenye kuchinja bado wameshaji najisi. Huyu mwenye anapika hizi ni mwenye anapika hii. Mwingine tofauti. Sasa hiyo mambo ndio ilikuwa inafanya Wayahudi na watu wa mataifa wakuwe tofauti. Kwa hivyo mtu yote wa Sabato ya Mungu tunaona akishindwa kupelekana na watu wale wa mataifa watakuwa birds of the same feather. Utakuwa affected by hiyo kitu. Na ndio usinunue na usiuze siku ya Sabato. Itabidi usikae na hao watu ndio uweze kujifunga hizo vitu zenye Mungu alikuwa amesema ujifunga hiyo siku. Itabidi usikae na hao watu. Sasa utakuwa unaonekana wewe ni mtu wa kujitenga, lakini unajitenga kwa sababu ya kauli ya ambaye alikuumba. Sasa personal story yangu imeishia hapo, ilikuwa fupi tu. Okay, ni mzuri. It's a very interesting one. Sasa niko na scenario nyingine. Scenarios ni nyingi za Sabbath. Nikwambia Sabbath is a very complicated stuff. Umejitayarisha Friday, umefua manguo zako, watu wengi wanafua hiyo siku. Sio Friday. Tuseme ni time yenye mvua inakaa tu inanyesha kunyesha mfululizo. Sabbath haijaisha, nguo hazijakauka. Unafaa kuanua. Unafaa kuanua kitu siku ya kuanua ni kazi. Jua kama kuanua ni kazi ufanye kufanya kazi. Sasa haya aje zinyeshe. Jua kama kuanua ni kazi ufanye kufanya hiyo kazi. So hawa ufanya aje? Unaweza toka kwa hiyo situation. Nguo itanyesha kumeanza kunyesha. Anua nguo. Kuna si ni kazi. Ni kazi kama ni kazi ufanye. Kama ni kazi ufanye. Sasa ufanye nini? Kuweza kunyesha, nguo zitakauka. Nyingine ni uniform. Unafanya? Unaanua uniform. Mimi nimesema hivi, ya kwanza ya Sabato iko very simple. Unaona for instance mko nyumbani. Chakula zinakuwa mahali pamoja. Kwa sufuria moja. Sababu ni kazi tuanzie hapo. Lakini sasa inahusu kukula na lazima ukule. Sasa unafanya nini? Mimi naongea kuhusu kazi. Ni kazi, it's work. Hata kuongea ni kazi. Kwa hiyo utakuwa umenyamaza Sabbath. It's also work. Na tunasema kuna vitu zenye una rest on. Kuna vitu zenye unafaa rest on. Ndio. Sasa wewe sema ati sitaongea, kuongea ni kazi. Naona Sabato. Zile mambo ambazo zilikuwa zinafanywa siku ya sita ya wiki the preparation day. Zilikuwa vitu ambazo zinahusu Sabato. Unaona? Zinahusu Sabato. For instance, unaweza jua kesho after Sabbath ufai kufua. Ufai kufua. Kama on Sunday unafaa kukua mahali. Unafaa kuwa umeprepare kuhusu hiyo si. Kwa hivyo unaweza vaa nguo 10 Sunday. Si unavaa nguo moja. Hiyo ifue na uianue. Ifue siku ya Sabato. Kwa hivyo kama kutakuwa imenyeshewa, utaianua hapo jioni ya Sabato. Ama una predict Sabato kutanyesha? Sasa kunanyesha, unapata kumenyesha. Haya tuseme hivi, tunakimbia nje, tumekimbia nje na ni uniform. Nimefika Sabato. Na hiyo nguo yako mmoja ambayo unavaa hiyo siku kumeanza kunyesha. Yanue. Kwa sababu kitu moja kwanza, kitu yenye nasema hivyo ni kwa sababu kuna vitu ambazo hatuwezi badilisha za nature. Unaona? Hiyo mvua ambayo ilitumwa Friday ndio ikafanya wewe usianue nguo jioni ya Friday. Tutajua ilitoka kwanza.
preparation day, wacha kwanza tulikuwa tunaongea kuhusu preparation day. Preparation day chenye mtu alikuwa anafaa kuwa akifanya, you prepare kwa sababu ya Sabato. Kwa hivyo ulikuwa unapata mtu kulingana na mambo ya hali ya unajisi, ulikuwa unafaa kunawa ungojea mpaka jioni. Kwa hivyo mambo ya kuoga, unaoga ndio Sabato ikiingia ukuu umetakasika. Kwa hivyo kama ni mambo ya kuoga na umeanika hiyo nguo yako ambayo utaenda nayo hii siku nyingine, na wakati ulianika kukaenda hivyo ikashika maji, hiyo nguo yako moja ianue, siko nyumbani kwako, ianue ndio uweze kwenda nayo ya siku nyingine. Sijui kama uko na nguo gani hiyo wakati. Lakini ukiona kazi itakulemea siku ya Sabato, ukiona hii kitu itafanya kufanya kazi siku ya Sabato, afadhali hiyo kazi usifanye. Lakini kama ilikulazimu ufanye hivyo kwa sababu ya siku nyingine inafuatia kwa sababu ya Sabato, chukua hizo nguo kwa sababu Sabato ilikuwa imewekwa hapo upumzike, na kuanua hiyo nguo ndio uivae kesho ni kitu ya muhimu pia, na ulifanya hivyo kwa sababu ya sababu zile vitu ambazo umefanya kwa sababu ya Sabato ndio utimize Sabato. Zile mambo ambazo umezifanya ndio utimize siku ya Sabato, zinafaa kuwa zikiangaliwa kwa sababu umezifanya kwa sababu ya hiyo siku. Sasa kwa hivyo kama uliipua siku ya Friday, na hiyo nguo yako moja iko hapo na unaitumia siku ya Sunday, unafaa kujua ifai kunyeshewa, ufai ngoja inyeshewe. Lakini hatujasema mvua itanyesha Sabato. So sijasema watu wakuwa wakikua wanaanua siku ya Sabato. Mimi nimesema kama mtu amefanya hivyo, unaweka disclaimer sababu ya Sabato. Ni vizuri, lazima ukuwa unapeana instruction. Unaweka disclaimer kali. Sasa watu kuna unakuwa wafanya ngumu sana. Watu wanafanya hivi, wanatayarisha chakula, sema wako na kuku, mambuzi, tayarisha chakula, si hivyo? On Friday kama ni kukata wanakata wanaweka mahali kwa kagunia, wanaipe 7 asubuhi. Ni vizuri hivyo, unafaa ufanye nini? Jua mifugo lazima pia wakule. Mifugo, hakuna mfugo anafaa kukanja. Kwa hivyo kama unajua mfugo wako huwa anakula, una prepare siku ya Sabato, siku ya preparation day. Unaona, preparation day ni kuprepare kitu yote ambayo inahitajika siku ya Sabato. Kwa preparation day ni siku ya kuchoka. Sabato chakula. Wanyama wako hawafai kukanja. Preparation day ni siku ya kuchoka, ni siku ya kutayarisha Sabato. So unafaa uwapatie asubuhi, unafaa kufanya nini? Unajua kama umeka chakula, ukiwekea, unajua wanyama hawananga kipimi ya kukula. Unajua unaweza wekea wakule, walale wakikula, afu Sabato washinde wakisema kwa njaa. Unajua hivyo? Si hivyo. Si ninajua, kuku si atakula kila kitu. Sasa unless waeke excess. Hata ng'ombe analalanga akikula. Ndio maana naitangu ng'ombe. Anafika yote, then the following day ako njaa, anashida kimeo. Sasa kama umetengeneza hizo vitu zote ukaziweka hapa, kesho ni kupatia wa chakula crucial. So yeye itakuwa considered kama work. Ni work but ni work yenye ulishachunia ile wakati. Hiyo kazi ilikuwa pale kuchunia. Yaani ng'ombe akikula ni kama vile wewe umekula. Hata wewe umesaviwa na yule ambaye alikuwa na serve. Ama maybe umesaviana. Kwa hiyo ni kuserve. Na unasavia uhai. So hiyo si kitu ambayo imewekewa mpaka kuwa eti unapatia mnyama chakula. Kwa hivyo wanyama wenu wasikae njaa. Si hata wewe utafanishiwa. Unataka mnyama akupe Sabato, hafai kufa. Kwa hivyo prepare hiyo chakula siku ya preparation day. Ndio ikifika Sabato wapatia wanyama wako hao chakula. Kama vile wewe uliprepare zako, hata huyo mnyama mprepare zake. So ikifika a situation where mnyama amejifunganisha na kamba, ako karibu maybe kujinyonga, kwa hivyo ukimsaidia hakuna shida. Kuokoa maisha, to save a life. Regardless of kind of life it is, even if it is for a cat. Yes.
unamuokoa maisha. Siitikie maisha ya mtu. Maisha iko mbele. Iko mbele. Mbele sana. Hiyo ni kitu ya kwanza. Na hiyo huwa inakimbizana nayo. Mtoto wako akifikisha akuwa amezaliwa na siku ya 8 ni siku ya Sabato, atairishwe. Hata mwanamke anaweza jifungua hiyo, unaweza pata hiyo siku ndio leba imekuwa. Sisemi inakuwa obvious, but inaweza kupatikana imejifunga hiyo siku. Si bado tu mambo itaendelea tu kawaida. Uzuri, unajua kitambo wanawake hawakuwa wakihitaji mambo nyingi. Walikuwa wakijifungua mahali hapo. They are taken care of other women hapo tu. Unaona? Hakuna mambo ya kwenda kufanyiwa CS ilikuja na laana. Kuchinjwa. Sasa siku hizi ndio maana haya mambo mengi ambayo amekuja kwa sababu ya laana ambazo zimekuwa katika ulimwengu. Na CS is a very great laana kwa sababu acha tu nijiulize juu sijui. Sijui CS ni kupasua. Mtu anapasua then anashonwa. Huwa najiuliza mtu akipasuliwa, tuseme apasuliwa mahali pamoja. Hii siku nyingine atapasuliwa wapi? Akipata mtoto mwingine ama apasuliwa pale pale. I think hiyo ni swali mzuri mtu akiuliza mwanamke. Tatafuta mwanamke. Hata hujui uko naive kama mimi. Haya tuache tumalizie hapo. Karibu 2 hours. 1 hour 50 minutes. Inaitwa Sabato Muumba. Ni sign kubwa. Sasa lazima ikuwe na wakati mrefu wa kujadili. Ndio nisema it's a very complicated stuff. Na ndio mpaka imekuwa na part 3 ya kuelezea hizo siku zingine. Sababu ngoja tutaruka na tukiruka tutapata nafasi nyingine ya kuelezea. Jana tukimaliza 10 commandments, mambo mengine ni mingi sana itakoja. Mambo ni mengi sana. So tuwatakie mema, amani, na mtu yeyote ambaye atasikia hii video ya kuhusu Sabato ama kuhusu sheria ya Muumba, ukiweza kushare, unafaa kushare ndio watu wakuwe na elimu na kulike, kushare, kulike, unajua, na subscribe ili YouTube iweze kufanya hiyo maneno yake. By the way, unajua unaweza kuwa wewe huu unatafuta vile watu watajua, utaweza kusaidika katika hali ambayo uko ndani ya na haujawahi jua. Naweza taka kuambia mtu kama unajua leo tulikuwa tumeongelea kuhusu kazi na mwenye amekuajiri na wewe, ukaweza share video ambayo inaongelea kuhusu Sabato, huyo mtu anaweza learn na hata upate niana kufunza, alafu mwambie haya, hivyo ndio mimi nataka natakanga. Kwa hivyo wakati una share ndio wakati unasambaza neno ilifikia huyo mtu mwingine, na ndio sasa tunaendelea kujifungua. Na hiyo ufalme uweze kukamilika, kwa sababu hilo neno lilikuwa limeambiwa litaanzia kama na mtu mmoja hivi, kisha litambae lijae dunia mzima. Kwa hivyo wakati unaambia huyo mwingine ambao mko naye hapo, usi take that for granted. Hapana, hilo jambo ni la muhimu kwa sababu linafungua wewe na katika tatizo ambalo uko nalo na dunia mzima. Kwa hivyo mtu anaweza share, na pia ulikuwa umesema kuhusu kulike. Kulike inasaidia hiyo recommendation, na kusubscribe pia inasaidia, lakini kulike ni sana. Ndio. Iko hivyo. Amani iwe na wote ambao watakubali kukua wakitii hizo amri za Muumba. Ndio. Sasa